Mbona mimi nakupigia kelele? Iko hivi. Mbona mimi nakupigia kelele? Wewe unakupigia mimi kelele. Mimi nakupigia mimi kelele. Wewe kitoto mimi nakupigia mimi kelele. Unapigia kelele babu. Wewe nitakuharibia sasa. Mwambie wewe. Wewe una mtaharibu. Ushafanya sana. Yaani hizo hereni sijui nini. Hizo ndevu zisikuchanganye babu. Sisi wenyewe nani? Sisi wenyewe ni mimi. Na mama unaona kama dada yako, si ndio? Ikiwa bado unaendelea kutazama video hii, hapa chini kuna neno subscribe. Na kuomba sana gusa neno subscribe kisha alama ya kengele. Tuendelee kutengeneza familia yenye nguvu na amani. Na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Yes, mambo vipi? Leo naondoka kama Baba G hapa nyumbani. Nimetembelewa na familia ambayo naenda kuzungumza nao. Ukiangalia pale nyuma kuna mshikaji pale, kuna dada, lakini pia kuna mwanangu tena pembeni hapa. Mshikaji pale nyuma alinicheki na akawa amenieleza changamoto 5. Mimi nikamwambia basi ibuka mjengoni tuone kama tunaweza kufanya kitu. Hapa chini kuna neno subscribe. Make sure umesubscribe channel yetu alafu twende sawa. Hii channel mpya jamani, ile ya mwanzo ilipata shida kidogo, kwa hiyo nikasema tusipoteze audience, tusipoteze utamu, tuendelee pale pale tupeshana, tunaondoka kama Baba G. Mienda nyuma ili nipate kuzungumza na ndugu jamaa na marafiki. Okay, inakuaje mwanangu? Kama mtu mzima. Ni fresh? Good mwanangu. Toka kwa kama wiki 3 kama siku 3 hivi. Yeah, ipo hivyo mwanangu. Au sio? Mambo? Poa vipi? Poa za kwako? Nzuri mzima. Mzima. Nisinga sawa tuheshima. Okay, inakuaje mwanangu? Kama kawa brother. Ni furu? Fresh kabisa. Bwana kinyonge mwanangu. Amna uchovu tu, tuko kwenye mishemishe hapo. Unajua simu yako ilikuwa ya ghafla hiyo. Kwa hiyo imenitoa kidogo, nisema nije nisikilize kuna jambo gani. Mara ya pili tunakutana tena kwa ajili ya kufanya kitu. Hii ni mara ya pili, ndio maana nikatanguliza kusema simu yako kidogo ilikuwa ya ghafla. Sio. Niko ndio unaona. Kwa nini ulipofika hapa nikapata taarifa utaka kukimbia? Naona kuna kitu naona kimekaa tofauti hapa. Kuna kitu kiko sawa hapo. Kwa Jimmy, kwa makini mwanangu, sawa? Okay. Sasa mimi nautupa mpira kwa brother. Brother, naomba kwanza tuambie the issue kidogo. Tufumbue kidogo, maana nikiongea mimi nakana mbona kama unajifanya najua mwenyewe story, wakati story ipo na mhusika pia yupo brother. Naomba tuambie kidogo. Unajua nini mwanangu? Si wote watoto wa kiume unajua. Afu watoto wa kiume ndio tunakuwa madereva sana katika familia zetu. Kwa sababu familia zetu ambazo tunaishi nazo kuna wengine wametengenezewa maisha unajua. Afu kuna wengine maisha yetu ni cheap sana, na maana familia zetu zote zinatuangalia sisi watoto wa kiume. Ina maana sisi tunakuwa madereva sana ndugu zetu ambao wanatuangalia nyuma, kwa sababu mimi na dada huyu ni sister wangu mwanangu. Unajua? Next time mimi natoka front napambana bi mkubwa ndo kama hivyo mwanangu, one time ile auze samaki mradi sister asome, unaona? Na mimi nikipiga harakati zangu na force kimepatikana kidogo, yupo chuo anasoma. Lakini kitu ambacho mpaka kukucheki wewe niliona uliposti clip hapo na mshikaji. Unaona? Kama nikakucheki mwanangu ana shida nawe ipo hivi na hivi. Nikakwambia kwa ufupi, lakini introduction nzima ilivyo. Mshikaji kazingua. Unaona? Yaani kazingua. Kwa sababu sisi wanaume mwana, kwenye ukweli lazima tuongee ukweli, kwa sababu sisi wenyewe tunapiga. Yaani katika miguu yetu tunaruka na sisi tunaruka katika watoto wa watu na fresh tunastendea. Unaona? Wewe kamtia mimba sister unajua. Ndio. Unaona? Mimi siangalie kutiwa mimba dada yangu, hata kama kusoma unajua chuo unaanza ukasoma na mimba inaweza kufika stage fulani una maintain tu. Lakini kitu ambacho kinakuwa kigumu ambacho alichokifanya yeye, yani ile kupiga nyundo zaidi. Yani unachukuliaje kama wewe dada yako afu mtu anampiga nyundo kashamjazisha? Anapiga nyundo kwa mtindo upi sasa? Yani nakwambia nikapiga nyundo yani kamcrash kama amjui. Okay. Ndio maana nikamvuta hapa, alivoniona ataka kutoka mbio. Yani mwanangu mimi nitaka kuharibu, nikiharibu muda ule unajua mwenzako mimi kichwa kibovu mwenzako. Ila nimekuja hapa tuongee mradi yaishi, kwa sababu sio watoto wa kiume unajua. Kuna leo na kesho mwanangu. Sasa mimi nataka nikwambie, mwanangu unamjua vizuri au mjui? Yani kwa sababu tusiende hivi, unamjua au mjui kwanza? Kumfahamu namfahamu. Yani sio kumfahamu, si nauliza unamjua au mjui? Namjua ndio. Unamjuaje? Namjua kama mdada tu anayesoma chuo. Alikuwa mteja wangu ofisini kwangu, alikuwa anakuja ananunua chakula, mama anauza kiepe. Alikuwa chips. Anauza chips. Kwa hiyo alikuwa ni mteja wangu tu. Alikuwa anakuja, ananunua vyakula. Ndio ninavyomjua mimi. Unajua kama unazingua mwanetu. Unamjua? Ndio namjua.
Si ndo huyu? Ndio. Nani? Ni mpenzi wangu. Mna muda gani kwenye mahusiano? Tuna miezi 5 sasa hivi. Miezi 5 sasa hivi, mwezi wa 7, maana yake mwanza kudate kama mwezi wa ngapi, wa kwanza hivi au wa pili? Ndio. Anasema ni mpenzi wako yule. Sio mpenzi wake kaka. Mimi sio mpenzi wake. Anarudia kusema huyu ni mwanafunzi wa chuo. Anasoma Mwenge pale. Na mimi ofisi yangu iko Mwenge pale. Mimi nauza chips brothers, unajua. Kwa hiyo wanafunzi wa chuo wengi wanakuja ofisini kwangu. Kwa hiyo mimi namjua ni kama mteja, yani kama ninavyojua wanafunzi wenzie, na ndio ninavyomjua kama mteja. Ni mtu ambaye anakuja ofisini kwangu na mhudumia, anakula chips zake, after hapo yanaishi hapo. Lakini nashangaa brother zake, naona anakuja hapa anabweka sana, anapiga kelele, simuelewi. Ishoti pia simjui. Kwa hiyo sielewi, yani hapa nataka wafafanue vizuri, yani kuna nini kinaendelea hapa kaka. Maana sielewi kinachoendelea hapa. Na brother anabweka tu hapa. Huyu unavyosema kwamba ni mteja, ananunua chips anamaliza anaondoka. Una mawasiliano naye? Mawasiliano kuhusu namba za simu? Tunawasiliana ndio. Kweli? Tunawasiliana. Kwa hiyo sio mpenzi wako? Sio mpenzi wangu. Yule ni mjinga yuko mbele, ni mpenzi wako. Yaani unajua brother, iko hivi. Unajua kuna mpenzi, kuna mahusiano na kuna hiyo wanataka yenye shortcut. Akisema ni mpenzi wangu ni short, ngoja nikuelekeze ninavyomjua. Huyu mdada nadhani tumefahamiana kama miezi 5 nyuma, miezi 6, 5 4 nyuma. Aseme ukweli, mbona kama anadanganya? Mwambie aseme ukweli. Sema ukweli. Yaani iko hivi brother. Atakachokiongea hapo tutuambia ni ukweli au ni uongo, sawa? Iko hivi. Huyu msister alikuwa anakuja sana kwenye ofisi yangu. Unajua watoto wa chuo tena na chips hizi nini. Kwa hiyo alikuwa anakuja sana ofisini kwangu. Kwa hiyo ile tuka mteja mwisho siku tukabadilishana namba za simu. Akawa ananiambia bwana, mimi nikiwa klasi nini nitakuwa nakuvutia simu, wewe unanitengenezea chips, mimi nikija nisikae sana ofisini, unanipa naondoka. Kwa hiyo tukaenda kwenye yale mawasiliano, nikaa namuuliza tu, yani kama ile unajua si binadamu kumuuliza bwana unasoma chuo, akaniambia ndio nasoma chuo nakaa hostel. Nikaa namuuliza una mahusiano, akaniambia hana mahusiano. Kwa hiyo tukaenda kwenye vile binadamu, yeye mwenyewe ndo akaanza zile, unajua dada mjini tena, akaanza zile kwa sababu unaona alisi kuna ofisi ile, akija atakula hata nini. Kwa hiyo alivyoanza zile sijui akaanza kuniojoji, una mpenzi. Mimi ngasi sina mpenzi. Kwa akawa anajileta mwenyewe bwana. Mwisho wa siku nakumbuka na hisi alikuwa amepata kama ni mapumziko, alikuwa anaenda kwao. Akanipigia simu, bana Jimmy, mimi leo nimepumzika, siendi nyumbani. Alikuwa anataka kwenda nyumbani lakini sitaki kwenda nyumbani, nataka kuja wapi? Nataka kuja kwako. Hapo hatuna mahusiano yoyote. Mimi nikamuuliza nataka kuja kwangu kufanya nini au kama nani? Akaniambia tu bana anakuja kama rafiki, ni mtu ambaye tunajuana, kuja kupiga story, tujuane zaidi. Si unajua brother si binadamu bwana. Naweza nikakataa, pengine nikapata ajali, huyo akaja akaniokota. Mimi nikasema bana nyumbani hamna shida. Nikamwelekeza. Kweli akaibuka magetoni. Si unajua bana wewe brother, mimi mwenyewe naamini wewe ni mtoto wa kiume. Kukaa na mwanamke chumba kimoja ndani ya kwaga kuna zile yani inshoti zinatokeaga zile, yani huwezi kuzikwepa. Kwa hiyo tulienda brother. Kweli tukajikuta tumeshiriki tendo. Lakini hapo kwenye kushiriki tendo sikumtongoza, hajawahi kuwa mahusiano yangu, hajawahi kuwa na mahusiano na yeye, na hatujawahi kukubaliana chochote kuhusu. Yani tuseme ilitokea kama ajali tu. Kwa sababu tulikanda nilikuwa napiga story nini, kwa hiyo ilitokea kama ajali, na kwa mwenyewe uzuri siku mbaka aliamua mwenyewe tufanye. Kwa hiyo na mimi kama mwanaume pengine nisingefanya, ningeonekana mjinga, ningeonekana so gentleman. Kwa hiyo mimi nilifanya kwa matakwa yake. Tumekaa kama muda kidogo hivi, akawa ananiletea ile mambo yake. Unajua wanawake tena. Mara mimi najisikia vibaya, najisikia kichefuchefu, sijui nini. Mimi sikutaka kufuatilia sana. Maana tumekutana naye ndio mako, sikutaka kufuatilia sana. Tumekaa nadhani kama mwezi umepita hivi, baadaye ndo anakuja ananipigia simu, bana mimi nina mimba. Kwa mimi nilichukulia kama ananifanyia ni kama masiara fulani. Kwa hiyo ilibidi, unajua kibinadamu, ilibidi nimpeleleze vizuri, una mimba ya nani? Umepatia wapi? Ndo
Akaanza kusema zile sasa, mimba ni ya kwako, mimi siku zile nilivyokuja nikakutana kwako, sijakutana na mwanaume, kwa hiyo nilivyokuja wewe ndo tulivyokutana, ndo mwanaume wangu wa mwisho, kwa hiyo mimba ni ya kwako. Sasa brother, ni kiharaka haraka ile kama ni mwanaume, yani kwenye ile, unajua huyu anakaa hostel, mimi siishi na anakaa hostel. Alikuja tu yani from nowhere, kwa hiyo nahisi yani mwanangu hapa tutaongea sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja, unajua si tupo kwenye kujenga, tutaki kwenye kubomoa. Mwanzo umesema kwa umjui au ufanyeje, yani si unajua ukachukulia normal kawaida, afu unavoongea ya unapita katika njia ambayo sisi tushapita na ujana sisi tushaufanya. Unajua mwanangu, main point mwanangu, huyu ndo kakuface member ya kwako. Vipi, unalipokeaje? Au taki unataka yani ongea kiume bwana, mimba sio ya kwangu, yani unyoosha bwana. Unajua sisi tena mambo mengine hata kuja kuleta hapa tukalitambua hapa tukaona sio wengine vichwa vibovu kuja kuharibu sehemu za watu hizi. Huyu mwanamke na ana akili timamu, unajua. Kaacha wanaume wangapi mpaka anakuja kufesi wewe mwanangu? Kasi ukubali tu. Kubali tu na wewe. Mbona unakuwa unakataa kitu ambacho unajua sichukulie poa, unajua. Nasikia nikwambia kitu brother. Yaani iko hivi, mimba sio ya kwangu, sijai kumpa mimba huyu. Cha kwanza silali naye, sikai naye. Huyu anakaa hostel. Pengine huko ameshakutana na wanafunzi wenzake huko, ameona wale wanafunzi hawana uwezo wa kummiliki, hawana uwezo wa kumlea. Sasa wewe una nini? Yaani ukisema wewe una maisha gani, una maisha gani kuuza chips? Yaani kuuza chips ndio una maisha mwanangu? Maisha ninayo kaka. Sasa kama maisha unayo, mchukue ishi naye na kukuface wewe. Sasa kwa nini niishi na